السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكريم من أماني kipenzi chake Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamu alayhi. Ikhwani fillah, bado tuko katika siku za Eid, na hizi siku katika kalenda ya Kiislamu hujulikana kama ayamu tashriq. Na khutba yetu leo tutaangazia mambo kuhusiana na hizi ayamu tashriq na baadhi ya ahkam zinazohusika. Mwanzo kabisa, siku hizi zimeitwa ayamu tashriq kwa sababu ya neno tashriq, bimaana kukausha. Walikuwa wanakausha nini? Walikuwa wanakausha nyama. Zama hizo walipokuwa wakichinja nyama au wakichinja nyama, sawaan nyama huyo awe ni ngamia au ng'ombe au kondoo au mbuzi, walikuwa hawana friji na hawakuwa na njia kuweza kuziweka, kuzihifadhi zikabakia fresh vile vile. Baada ya siku 2-3 nyama zinaharibika. Sasa ada za watu zama hizo, walikuwa wakichukua nyama hizo wakizipaka chumvi na kuzikatakata na kuzianika kwa jua. Na nyama hizo wanapofanya hivyo, lengo na kusudi ni kwamba hizo nyama zikauke mpaka zinajulikana kama jina qadid. Na pia nyama hizo zikishakauka hupaka chumvi, na nyama hiyo ikawa imeiva kiasi fulani, wanaweza kutumia mwaka mzima. Sasa hizi siku 3 ilikuwa ni siku ya kukausha nyama, tashriq. Ndipo hizi siku 3 zikajulikana katika sheria ya Kiislamu ayamu tashriq. Nafikiri sasa mmejua kwa nini imeitwa hivyo. Na masahaba walikuwa wakikausha nyama hivyo hivyo, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akumbuka kwamba mamake alikuwa akila nyama hiyo, akiwa akisema ana ibnu, mimi ni mtoto, ana ibnu mraatin, mimi ni mtoto mwanamke, kana taakulu alqadid, alikuwa kikula qadid, bimaana nyama zilizokaushwa kwa jua kisha baadaye zinapokauka kupaka chumvi zikatumika mwaka mzima. Na zipo baadhi ya jamii katika Kenya kama vile jamii ya Kisomali hufanya hivi, nafikiri inaitwa nyirinyiri kwa Kiswahili ama inaitwa otka. Hii ndo sababu jina imeitwa tashriq, kwa sababu ilikuwa ni siku 3 za kukausha nyama. Mbuzi akichinjwa, kondoo akichinjwa, ngamia akichinjwa, nyama zilikuwa zikikaushwa zikiwekwa kwa jua. Kwa jumla hizi siku 3, tarehe 11, 12, 13, hizi siku 3 kwa pamoja zinajulikana kama ayamu tashriq. Na ayamu tashriq, tarehe 11 pia iko na jina kando, hujulikana kama yaumul qarn, na siku tarehe 12 hujulikana kama yaumut taajjud, na siku ya 13 kivyake inajulikana kama yaumun nafr. Kwa nini imeitwa yaumul qarn tarehe 11? Kwa sababu katika hadithi asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, afdalul ayyam yaumun nahri thumma yaumul qarn, siku bora mbele ya macho ya Allah katika mwaka mzima si siku ya Arafa. Siku bora zaidi, the best day of the year, ni yaumul nahr, siku ya kuchinja, siku ya Eid al-Adha. Na wewe jiulize, Eid hii ni siku ambayo Allah anapenda zaidi. Je, ulifanya yale ambayo Allah anayoyapenda, ama Eid al-Adha ulifanya yale ambayo Allah asiyoyapenda? Siku ambayo Allah anapenda zaidi umemuudhi siku hiyo, ama siku ambayo Allah anapenda zaidi ulifanya yale ambayo Allah anapenda? Je, uliswali Eid? Je, ulihifadhi swala zako 5? Je, ulisoma Qur'ani siku hiyo ya Eid? Je, ulichinja?
Je, ulifanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anapenda siku hizi za siku ya yaumun nahar? Kisha asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma yawm al-qarn, siku ya pili ambayo Allah anapenda zaidi katika mwaka mzima, yawm al-qarn. Yawm al-qarn ni tarehe 11. Ni tarehe, kwa nini imeitwa yawm al-qarn? Min al-istiqrar, kwa sababu ni siku ambayo watu hutulia. Bimaana watu hutoka Arafa kuanzia tarehe 8 huja Mina, kisha tarehe 9 wakaenda Arafa, kisha usiku wakaja Muzdalifa tarehe 10, usiku wa kuingia tarehe 10 yaumul Eid, kisha tarehe 10 wakaenda Maka tarehe 10 wakafanya tawafu, wakafanya sa'i, kisha tarehe 11 wakija watu hukaa Mina na hakuna kutoka. Ndio ikaitwa yaumul qarn, bi maana al-istiqrar. Tarehe 11 ikaitwa yaumul qarn, ndio siku ya pili ambayo Allah anapenda zaidi katika mwaka mzima. Al-qarn min al-istiqrar. Na masahaba na salafu salih ridwanullahi alaihim walikuwa wakifanya bidii katika hii siku, kwa sababu wanajua dua inaenda moja kwa moja. Maashara almuslimin, siku ya 12, tarehe 11, siku tatu zote ayamu tashriq. Tarehe 11 kivyake yaum al-qarn, tarehe 12 kivyake inaitwa yaum at-ta'ajjul, siku ya kutoka haraka. Kama leo ni tarehe 12, inajulikana kama yaum at-ta'ajjul kwa wale ambao wanaofuatiliza mambo ya haji. Kwa nini inaitwa yaum at-ta'ajjul? Kwa sababu Mina watakikana ukae siku tatu baada ya Eid, tarehe 11, 12, 13. Lakini umepewa ruhusa, ikiwa wataka kutoka mapema basi waruhusiwa kutoka tarehe 12 leo. Ukishaswali salati dhuhuri hivi watu wameswali, wanatakana waende wakarushe mawe na ushabeba mizigo yako utoke. Na you have that window that is open kuanzia dhuhuri mpaka magharibi, kabla magharibi. Jua ikishuka, giza ikikupata Mina, hakuna kutoka siku hiyo. Kwa hivyo ruhusa ya kutoka ina mida yake, na saizi watu wengi wanatoka. Ikaitwa siku hii yaum at-ta'ajjul, siku ya kutoka mapema. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi. Ndiyo siku ya 12 ikajulikana kama yaum at-ta'ajjul. Siku ya 13 ambayo ni kwa jumla ayamu tashriq, siku ya 13 hujulikana kama yaum an-nafr, ni siku ya mwisho. Baada hapo adhuhuru, ukisharusha mawe ushamaliza haji yako biidhnillah. Maashara almuslimin, hizi siku tatu, tarehe 11 ambayo ni yaum al-qarn, tarehe 12 ambayo ni yaum at-ta'ajjul, tarehe 13 ambayo ni yaum an-nafr, hizi siku tatu hujulikana kama ayyamu at-tashriq, na ni siku ambazo walikuwa wakitumia kukausha nyama. Kuna mambo gani ambayo watu hufanya? Mahujjaj wanapokuwa katika haji, siku kama hii ya leo wanatoka mapema na wakirusha mawe katika jamarat, jamratu sughra, thumma alwusta, thumma alkubra. Wakirusha mawe pale wanakuwa ni wenye kutoka. Kwa nini wao kurusha mawe? Kwa sababu ndio sunna ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Alipotaka kumchinja mwanawe Mina, mahali ambapo alipoamrishwa na mwanawe amchinje, Sheitani alimshawishi, akawa akimrushia mawe, akimshawishi usimchinje mtoto wako, akisema bismillah Allahu akbar, akimfukuza. Sasa sisi tunaporusha mawe tunakumbuka sunna Nabii Ibrahim, na tunaporusha mawe tunakumbuka kwamba kuna adui hamu yake ni kutupoteza, hataki tumridhishe Mwenyezi Mungu. Maashara almuslimin, na hapa ningependa kutoa tambii, haimaanishi siku hiyo unaporusha mawe Sheitani anapatikana pale, bali katika mambo ya kusikitisha haji, utaona mtu anachukua mawe kubwa na mawe ni ndogo, arusha mawe kubwa pamoja na kiatu, asema wewe ndio ulifanya nimwache mke wangu, lakini pale Sheitani hapatikani. Ni ishara kukumbusha kwamba kuna adui. Na waumini baada hapo wanaenda zao Maka, na wale waliobakia wanarudi wanalala Mina, kisha wanabakia siku inayofuata wanarusha jiwe ya kwanza, ya pili, ya tatu, wanaenda zao Maka.
Sasa hii ni mambo ambao waliokuwa haji watakana wafanye katika hizi siku. Ama mimi na wewe ambao tuko hapa tutakana tufanye nini? Jambo la kwanza asema Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya hii siku ya Arafa, alikataza waumini wafunge. Juu ya hizi siku za tashrik alikataza wale ambao wanaenda kufanya haji au wale ambao hawajaenda kufanya haji wafunge. Bimaana hii, kama mtu alifunga jana Alhamisi amefanya makosa kwa sababu ni Eid, na kesho mtu akisema ni tarehe 13 nataka kufunga ayyamul bidh atakuwa amefanya makosa. Kwa yule mwenye kufunga ayyamul bidh tumwambia funga tarehe 14 Jumapili inayokuja na tarehe 15 naongeza siku moja tarehe 16. Ama kufunga kesho kwa sababu ni tarehe 13 ayyamul bidh utakuwa umeangukia haramu. Sikiza semaje Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, asema salawatu rabbi wa salamu alayhi katika hadithi ya kwanza, naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an sawmi yawm al-fitr wa yawm an-nahr. Ar-rasul sallallahu alayhi wasallam amekataza watu kufunga siku ya Eid mbili, iwe ni ya fitri au iwe ni ya nahr. Bali alipokuja akagusia katika hadithi, asema salawatu rabbi wa salamu alayhi, mmoja katika masahaba Ummu Hani aliingia kwa sahabi Abdullah ibn Amr. Alipoingia kwa Abdullah ibn Amr akamkaribishia chakula, amefunga tarehe 13 kwa sababu ni ayyamul bidh. Ayyamul bidh ni zile siku ambazo kuna full moon, watu hufunga siku tatu, tarehe 13, 14 na 15 ya kalenda. Sasa huu sahabi ampokea mwanawe amekuja amesema mimi nimefunga. Faqala kula mwanangu. Faqala inni saim, mimi nimefunga. Faqala Amr kul. Fahadhihi al-ayyam allati kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'muruna biiftariha, hizi ni siku ambazo ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akituamrisha tuwe ni wenye kufuturu na tusifunge. Maashara al-muslimin, katika hadithi nyingine asema salawatu rabbi wa salamu alayhi, ayamu tashriq, hizi siku za tashriq, ayamu aklin wa shurbin wa dhikr, ni siku ya kula, ni siku ambazo mwatakana mule, na ni siku ya Eid. Wa shurbin, na mwatakana munywe. Wa dhikrullahi, na mumtaje Mwenyezi Mungu kwa wingi, hasatan at-takbirat ambazo mnaona tunazozifanya katika hizi siku tatu kando na siku ya Eid. Eid al-Adha, Eid al-Fitr, siku ya Eid ikifika salat al-asr tumemaliza. Ama Eid al-Adha takbirati itaendelea siku ya 11, siku ya 12, siku ya 13, salat al-asr ndio mwisho. Hatuleti tena takbiri kwa pamoja. Ayamu aklin wa shurbin wa dhikrullah, hadith akhrajahu Muslim. Na katika hadithi nyingine asema fi musnad Imam Ahmad, qala sallallahu alayhi wasallam, man kana saiman falyuftir fa innaha ayamu aklin wa shurb. Ikiwa kuna mtu ambaye amefunga siku hizi, basi mwambie awe mwenye kufungua na asifunge siku hii, kwa sababu ni siku ya kula na kunywa. Maashara almuslimin, ni nani ambaye anapewa ruhusa afunge siku hizi tatu? Ni mtu mmoja peke yake anapewa ruhusa katika dunia nzima. Muislamu mmoja peke yake mwenye jambo hili moja ndo anaruhusiwa kufunga hizi siku. Ni mtu aina gani? Ni mtu ambaye alienda haji, na katika safari hiyo haji akafanya ibada mbili kwa mara moja. Tunapofanya ibada ya haji, ima uende ukafanya haji peke yake, hii inaitwa ifrad. Aina ya pili, ima uende ufanye umra kisha upumzike kisha ufanye haji, hii hujulikana kama tamattu. Aina ya tatu ya haji ambao waumini hufanya wanapoenda haji ni alqiran. Unachanganyisha umra na haji kwa nguo moja, ile ihram unayovaa huivui, waifanyia umra hivyo hivyo na waifanyia haji hivyo kwa pamoja. Hii hujulikana kama alqiran, na hii ndio aliyofanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hajjatul wida, alifanya haji hii. Sasa yule ambaye amefanya haji peke yake yuko sawa,
Ama yule ambaye alifanya haji na umra, imma amefanya kando separately, ama amezichanganyisha akafanya qiran, mtu kama huyo atakana mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuchinja, amshukuru Mwenyezi Mungu, na ile nyama igawanyiwe kwa maskini wanaoishi Makkah. Sasa mtu kama hawezi kuchinja, hana pesa, kama hana pesa ya kuchinja, na kuchinja ni zaidi ya $100, na hana pesa ya kuchinja, basi mwelekeo aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, afunge siku 3 akiwa Makkah na siku 7 akirudi, afunge siku 10 kwa pamoja. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha katika kitabu chake hiki, faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin fil hajji wa sab'atin idha raja'tum tilka 10 kamila. Kwa yule ambaye hawezi kuchinja, hana pesa, basi mwelekeo aliopewa na Allah ni hiyo. Hauna pesa ya kuchinja na umekuja umefanya safari moja, umefanya ibada 2 kwa pamoja, ilikuwa umra na haji iwe kando, lakini umekuja haji ukafanya umra na ukafanya haji, hakuna shida. Katika njia ya kushukuru kwamba Allah amekuwezesha katika safari 2, kuna watu huenda umra Disemba, kuna watu huenda umra Ramadhan, wewe umeenda haji ukafanya umra na ukafanya haji, safari moja ukapata ibada 2 kubwa kubwa, basi chinja. Huwezi kuchinja, basi funga siku 10 kumshukuru Mwenyezi Mungu. Huwezi kuchinja, utafunga vipi siku 10? Faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin fil hajj, siku 3 afunge akiwa haji. Sasa mtu kama hana pesa ya kuchinja na amefanya haji na umra katika safari moja, basi mwelekeo ni anaruhusiwa kufunga hizi ayamu tashriq, ni yeye peke yake ndo anayeruhusiwa. Faman taajjala fi yawm faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin fil hajji wa 7 idha raja'tum, na 7 mutafunga mkirudi nyumbani, na zote tilka 10 kamila. Nafikiri imeeleweka. Kwa hivyo yule ambaye anayeruhusiwa kufunga katika hizi siku za ayamu tashriq ni huyu mtu mmoja ambaye alienda kwa safari moja akafanya haji na akafanya umra katika one time safari moja, na hana pesa za kuchinja, basi mtu kama huyo anaambiwa afunge. Maashara almuslimin, tukimaliza na nukta za somo, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja siku hizi ayamu tashriq katika Qur'an, na alipotaja alitaka tufanye amali fulani katika hizi siku za ayamu tashriq. Yaqulu Allah fi kitabi wadhkuru Allaha fi ayamin ma'dudat, mtajeni Mwenyezi Mungu katika hizi siku ambazo idadi zake mwazijua, katika suratul Baqara. Ibn Abbas radhiyallahu anhu alipofasiri aya hii akasema ayamin ma'dudat hiya ayamu tashriq, ni siku za tashriq, tarehe 11, 12 na 13. Allah ametaja katika Qur'an. Kando na kutaja, Allah asema wadhkurullaha, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi. Na katika njia bora kumtaja Mwenyezi Mungu katika siku hizi ni takbir, yale ambayo tunaosema katika Eid. Na takbiri hii waweza kuileta katika sampuli 2, imma tufanye kwa pamoja kama vile tunavyofanya baada ya swala za faradhi, salatul fajr wa dhuhur wal asr wal maghrib wal isha, mpaka swala ya asri tarehe 13, ambaye kesho Jumamosi itakuwa tarehe 13, salatul asri ndio mwisho, kwa sababu ukiingia maghrib ishaanza siku mpya, ni tarehe 14. Kwa huyu ambaye amewahi hizi siku, anaambiwa mtaje Mwenyezi Mungu. Tukiwa pamoja tumeruhusiwa tumtaje Mwenyezi Mungu. Kando na hayo, dhikrul muqayyad ba'da salati al-fariidha, dhikrul mutlaq, kumtaja Mwenyezi Mungu ukiwa peke yako, ikiwa watembea, ikiwa uko juu ya gari, ikiwa uko safari, yote haya, ikiwa umekaa ofisini, umekaa nyumbani, rudia mpaka kesho kabla al-maghrib jua haijashuka, wasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahi alhamd, warudia. Maashara almuslimin, na kumtaja Mwenyezi Mungu imekuja kwa sababu ya ibada tukufu ya hija. Na ukiangalia Qur'ani
Allah anatuambia tumtaje sana, udhkurullaha dhikran kathira. Kando na hayo, tukimaliza ibada yoyote Allah anatuambia tumtaje. Tuangalie katika Qur'ani, Allah anasema tukimaliza kuswali tumtaje. Ndio maana tunasema subhanallah mara 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kwa ushahidi wa Qur'an. Allah anasema katika suratul Nisa, fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Mkimaliza kuswali mtajeni Allah katika hali yote, ikiwa bado mmekaa, ikiwa mmesimama, ikiwa mmejilaza, mtajeni Mwenyezi Mungu baada ya swala. Na katika siku ya Jumaa Allah anasema fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Sunna ya kumtaja Mwenyezi Mungu iko katika kila ibada, bali Allah anasema watu wanapokuwa ni wenye kumaliza haji, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Maashara almuslimin, kumtaja Mwenyezi Mungu ni katika ibada bora ambayo Allah yupenda zaidi, bali hakuna ibada bora baadhi ya masahaba wanaona kama kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kando na kula na kunywa, katika ibada bora tutakana tufanye siku hizi ni kumtaja Allah kwa wingi. Maashara almuslimin, katika khairi ambayo tutakana tufanye katika hizi siku tukufu ni kuchinja. Na kwa yule ambaye hakuweza kuchinja siku ya Eid, basi ana fursa aweza kuchinja tarehe 11, ana fursa aweza kuchinja tarehe 12, ana fursa ya kuchinja tarehe 13. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba hawa wanyama kwa ajili yangu na yako, si kwa ajili yake. Allah subhanahu wa ta'ala asema fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Allah asema hawa wanyama nimewaumba nyinyi ili mupate kula na mupate kionjo na muweze kuwalisha watu pia. Na hii ni usahali, ni ease ambayo Allah amewaletea. Mnyama mkubwa kama ngamia, Allah amemdhalilisha huyu ngamia waweza kuchinja, lakini ngamia akiwa na hasira hata simba yaweza kumua, lakini Allah ametusahalisha mimi na wewe. Allah anasema la'allakum tashkurun, ili mpate kushukuru. Na tunapochinja tujue ya kwamba nyama hii haina faida kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika Qur'ani, pindi tunapochinja musione hii nyama na hii damu inanifikia mimi. Allah anasema la yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Musione kwamba mimi nina haja na hiyo nyama inanifikia, ama mkoona hiyo damu mnayomwaga inanifikia, lakini kile ambacho ni muhimu kwangu ni takwa iliyokuwa ndani ya moyo wenu. Maashara almuslimin, hizi ni siku ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametukirimu, ni siku ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametutukuza, ni siku ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameleta ili tumtaje na tule na tunywe. Katika khairi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tufanye katika siku hizi, kando na kula na kunywa, ni kulisha watu nyama. Unapochinja na unapokuwa ni mwenye kuchinja saa hizi, hasatan katika nchi yetu ya Kenya, na ushuru kupanda na hali kubadilika na uchumi kuharibika, kuna watu hawakuli nyama mwaka mzima. Ni katika njia ya kukirimu watu, bali mmoja ambaye nimemwona leo asiyekuwa Muislamu aniambia ile nyama nimekula jana sijawahi kula mwaka mzima. Mpaka mke wake anamwambia, hizi umetoa wapi? Ambaye ni majirani Waislamu wanaletea. Na hiyo ndio sunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuwalisha na nyama usile peke yako, gawanya. Jirani yule aliyekuwa karibu na nyumba yako zaidi, haiangaliwi ni Muislamu, haiangaliwi si Muislamu, the nearest to your house ndo ana haki zaidi juu yako. Maashara almuslimin,
Hizi ni katika amali ambazo inaonesha ukarimu wa Uislamu na dini ya Kiislamu. Na kwa nini sheria ya Kiislamu inatuamrisha tuwafanyie wema hata wasiokuwa Waislamu maadamu hawana vita na sisi? Kwa nini? Faida ni mbili. Tunafanyia wema wasiokuwa Waislamu kwa faida mbili. Faida ya kwanza, kando na sisi kutafuta thawabu, faida ya kwanza, asa apate kuongoka. Amepata picha mbaya juu ya Waislamu, amemwambia Waislamu ni magaidi, terrorists. Sasa kule kumfanya wema jirani yako unalainisha moyo wake na unampatia fursa apate kujua Uislamu na apate kujua Waislamu kina nani. Mmoja katika wanawake wa kitaalamu wajulikana duniani asema, mimi nilienda Indonesia nikawa mgonjwa. Sasa nilikuwa nimekaa, asema nilikuwa na stress nyingi, nikaenda mpaka Indonesia Bali, na nilipokaa kule nikakawia kwa muda. Sasa kila asubuhi natembea baharini, nikirudi natembea baharini, nimeingiana na locals, watu katika hizo islands. Katika hali ya kupiga hizo safari, nilikuwa nikimwona mwanamke mmoja Kiislamu wa Kiindonesia akinisalimia kila siku. Nikawa mgonjwa, asema nikachanganyisha sijui samaki na nini, nikawa mgonjwa, nikawa natapika na kuharisha, na siko na mtu wala hakuna mtu ajue niko wapi, wala hakuna hospitali, tuko katika island. Asema baada ya siku mbili yule mwanamke wa siku tatu akaja akanibishia mlango, hajui lugha, lakini asema sijakuona, akaona hali yangu navotokwa na majasho na navotapika, akajua hali yangu, akaniletea dawa za kienyeji na madafu na maji, nikapata nguvu. Asema mimi niko hapa Amerika, mtu akaniambia kitu juu ya Uislamu mimi sikubali, kwa sababu Uislamu naujua ni yule mwanamke. Maashara almuslimin, usione kwamba Allah anapotuambia au mtume wake anapotuambia sallallahu alaihi wasallam tuwafanyie wema majirani na wasiokuwa Waislamu na tuwapatie nyama, don't think that is something small. Kuna siri, asa mtu aongoke. Faida ya kwanza ni kwamba mtu atapata kuangalia Uislamu na macho nzuri. Lenses anayetumia si lenses ambayo amepewa na media, lakini ni lenses ambayo ameona kutoka Uislamu. Akiisoma Uislamu anasoma vizuri mpaka mwisho anaongoka, anakuwa yeye mwenyewe anaingia katika Uislamu. Hiyo ndio lengo la kwanza. Lengo la pili ya kufanyia wema wasiokuwa Waislamu ili tuepukane na shari zao, asifanye uadui na sisi. Kama huwezi kumfanya angalau Muislamu, basi angalau asifanye uadui na Waislamu. Maashara almuslimin, kabla hatujamalizia hotuba yetu, kuna ujumbe nilikuwa nimetumiwa na mmoja katika committee members juu ya Uislamu vile unavyokosewa heshima katika nchi ya Sweden na namna wanavyowachokoza Waislamu wakachukua misahafu ya Qur'ani. Waislamu wanaposwali swala za Eid, swala ya Eid, walipokusanyika Waislamu wote kuja kuswali swala ya Eid, ndio wamekuja kuchoma msahafu. Uchokozi na kuikanyaga Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, uchokozi wa hali ya juu. Bali cha kustaajabisha, nimeona mwenyewe na macho yangu, nikatumia hizo picha, Waislamu wakijaribu kuwazuia au kuwarushia mawe, kuwazuia, polisi wa Sweden wanawazuia wasifanye. Asema huyu mtu yuko huru kufanya anapotaka, freedom of expression. Uhabithi ya hali ya juu. Why of all the days wanachagua siku ya Eid, siku ambapo Waislamu wako wengi? Maashara almuslimin, jueni ya kwamba dini hii ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hii dini itabakia bi'izzi azizin wa bidhulli dhalil. Dini hii itabakia, mimi na wewe tutakwenda. Mimi na wewe Allah anaangalia ni sababu pekee yake. Mwenyezi Mungu hahitaji mtu kuja kumnusuru. Allah anaangalia nani atakayenusuru dini yake, na kunusuru dini yake na kuhudumia dini yake ni mtihani kwetu sisi, lakini hii dini inabakia. Yanapofanyika mambo kama haya, ni jambo gani tunapaswa tuyafanye?
Jambo la kwanza, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala anusuru Waislamu na anusuru dini yake na kitabu chake na mtume wake. Hakuna silaha kubwa kama dua. Jambo la pili, miaka ya nyuma kuna moja katika nchi walijaribu kuchora picha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu nao wakasema hatununui bidhaa kutoka hiyo nchi, na bidhaa hizo zilipoanza wakapata hasara kubwa kiasi cha kuwa wakawa ni wenye kurudi nyuma katika makampuni zao. Yanayotupasa ni kwamba yeyote anayempiga vita Allah, yeyote anayempiga vita Rasulullah, yeyote anayempiga vita Qur'ani, yeyote anayopiga vita Waislamu, sisi pia Waislamu tuna vita naye, wala sisi ili tutangaza wazi. Anayemudhi Mwenyezi Mungu na sisi tuna shida naye, anayemudhi mtume Mwenyezi Mungu we have a problem, anayekosea kitabu cha Mwenyezi Mungu heshima we have a problem, know that. Anayewaudhi Waislamu na kuwaua tuna shida mimi na wewe. Wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha, kuna chuki na uadui baina yetu. Maashara al-muslimin, mu'min aliyekuwa na imani katika moyo wake, ikiwa haudhiki Allah anapokosewa heshima, ikiwa hasikii dhiki anapokosewa Rasulullah heshima, ikiwa moyo wake hautikisiki, hasikii uchungu Qur'ani inapokosewa heshima, ikiwa hana uchungu waumini na Waislamu wanapoudhiwa na kuuawa, basi wallahi rudi nyuma, angalia imani yako. Rudi nyuma, angalia imani yako, kwa sababu mu'min hakuna kitu duniani chenye kwa thamani kwake kama kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mu'min hakuna anayempenda zaidi duniani hapa kama Allah subhanahu wa ta'ala. Everyone else anakuja wa pili, wa tatu, wazazi wako wanakuja baada ya Allah na mtume wake, lakini namba moja ni Allah kisha mtume wake. Allah anasema walladhina amanu ashaddu hubban lillah, wale waliomwamini Allah wanamtanguliza Allah na wanampenda Allah kuliko yoyote yule. Amma Rasul sallallahu alayhi wasallam, wallahi tumpenda kuliko mama zetu na baba zetu na watoto wetu na mali yetu, tumpenda kuliko mtu yoyote na kitu chochote. Mtume sallallahu alayhi wasallam alibainisha kwamba imani ya mtu haiwezi kukamilika mpaka mahaba ya Rasul sallallahu alayhi wasallam iwe imekuja kabla mahaba ya kitu chochote na mtu yoyote. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa walidihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa waladihi. Hadithi Anas ibn Malik. Hakuna mtu imani yake itawahi kukamilika mpaka anipende mimi kuliko nafsi yake, kuliko mali yake, kuliko wazazi wake, kuliko watoto wake. Imani ya mtu haikamiliki. Umar radhiyallahu anhu akasema, ya Rasulullah, mimi nakupenda wewe kuliko wazazi wangu, kuliko mali, kuliko kila kitu, kuliko hata watoto wangu, lakini nafsi yangu mimi siwezi, sitaki nikudanganya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, uko na imani lakini imani yako haijakamilika, you need to have a full iman. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba Allah ampatie imani kamila, ya Rabbi nipatie imani iliyokamilika. Na ukimwona mtu yote yafanya dhambi yoyote ni kwa sababu imani yake imepungua. Kisha Umar radhiyallahu anhu akakaa akafikiria, akaona hapa naona mimi nawachwa nyuma.
akasema Rasulullah, nimefanya uamuzi kwamba hata nafsi yangu pia mimi nakupenda kuliko nafsi yangu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, alana ya Umar, sasa ndo umefika. Mwelekeo kutoka Qur'ani na Sunna ni kwamba mahaba ya Allah na mtume wake na kitabu chake hutangulizwa kuliko kitu chochote chini. Ikiwa kuna njia tuweza kukata bidhaa na biashara na nchi ya Sweden, nasikia wako na malori na matrela, sijui ni skani ama ni nini, msinunue bidhaa zao nusratan likitabillah, kwa sababu tunanusuru kitabu cha Allah. Ikiwa kuna bidhaa ambazo zauzwa kutoka Sweden, tuikate, kwa sababu hatuna uwezo wa kupambana nao wala kuwazuia, lakini tuna uwezo wa kuwazuia wasitumie pesa zetu wala tusiwa promote. Tuna shida na wao, na mtu yeyote ambaye atakayekosea heshima kitabu cha Allah na mtume wake, kumkosea heshima Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuna shida na mtu yote ambaye anawaua waumini, tuna shida na wao. Kumalizia ikhwan, kuna khairi ambayo imekuja katika msikiti wa Jamia leo, na khairi hii mkikubali itawafaa duniani, itawafaa mkiwa ndani ya kaburi, itawafaa siku ya Kiyama, itawafaa munapopita juu ya moto wa Jahannam kabla hamjaingia janna. Madrasa ambayo iliyokuwa katika mji wa Wajir County wana tatizo, na madrasa hiyo yataka kutengenezwa, na katika njia kusaidia dini ya Mwenyezi Mungu ni kunusuru mahali kitabu cha Mwenyezi Mungu panapofundishwa. Katika njia kunusuru kitabu cha Mwenyezi Mungu ni kuwanusuru walimu wanaofundisha kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ningewaomba muchangie madarasa hii, na paybill number madrasa yenyewe inaitwa Madrasa Ibn Mas'ud al-Islamia iliyokuwa katika Wajir County. Kitu atakana ufanye ni utoe cash, sanduku ziko zinazunguka. Huwezi, kuna M-Pesa, uweza kuingia katika buy goods 8619146 8619146. Kwa mara mwisho 8619146. Waweza kutia katika M-Pesa, tia kulingana na uwezo wako, ili Allah akutakabalie, na ikipita hii amali ujue ya kwamba itakufaa ndani ya kaburi biidhnillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kaburi lina joto, kuna joto ndani ya kaburi. Izimeni joto ya kaburi kwa kutoa sadaka. Siku ya Kiyama kuna dhiki. Mtu mmoja katika watu watakaopata kivuli cha Allah, utaona mtu amesimama, watu wanachomeka kwa jua 50,000 sana, lakini huyu utaona yuko na kivuli. Kivuli kiangaliwa ni sadaka aliyotoa, na sadaka kabla hapo hapa duniani inakufaa. Labda siku moja nitakuja nizungumzie namna sadaka inaleta khair katika dunia yako, katika sakarati al-maut, katika kaburi yako, siku ya Kiyama, ikiwa katika janna. Labda siku moja nitakuja nitoa khutba juu ya mada hii, lakini nafikiri mwajua faida ya sadaka. Jina litakalotokezea ni Madrasatu Ibn Mas'ud al-Islamia, Madrasatu Ibn Mas'ud al-Islamia. Kwa mara mwisho paybill number 8619146. Ahsantum wa jazakumullah khair. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، إن ذكر الله تعالى من أفضل العبادات وأجلها، بل عده الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أفضل عبادة على الإطلاق، إذ قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا، إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، لأن الله تعالى يقول في كتابه: ولذكر الله أكبر. فذكره تعالى فيه حياة القلوب وطمأنينتها وسكينتها، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه الأيام أيام التشريق، أيام ذكر الله تعالى وشكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. معاشر المسلمين، هذه الأيام أيام المعدودات التي قال الله عز وجل في كتابه: واذكروا الله في أيام معدودات. وجاء في حديث عبد الله بن قرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. أخرجه الإمام أحمد. ولما كانت هذه الأيام هي آخر أيام موسم فاضل، فالحجاج فيها يكملون حجهم، وغير الحجاج يختمونها بالتقرب إلى الله تعالى بالضحايا بعد عمل صالح في أيام العشر. استحب أن يختم هذا الموسم بذكر الله تعالى للحجاج وغيرهم، وتلك سنة سنها الله تعالى عقب انتهاء بعض العبادات. ففي شأن الذكر عقب الصلاة جاء في القرآن العظيم بالأمر به في قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وفي ذكر صلاة الجمعة قال الله في كتابه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعقب الحج أمر بذلك فقال تعالى في كتابه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وينبغي لذاكر أن يتدبر الذكر الذي يقول ويفهم معناه، فذلك دعا للخشوع والتأثر به، ومن ثم صلاح القلب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأفضل الذكر وأنفعها ما وطأ فيه القلب واللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وكفى، وصلى الله على نبيه المصطفى. عباد الله، روى أبو داود عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهم طعاما فقال: كل. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إني صائم. فقال أبوه عمرو بن العاص: كل
فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال إمام مالك: وهي أيام التشريق، وصححه الألباني. عباد الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم التشريق، كما جاء في مسند إمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: من كان صائما فليفطر فإنها أيام أكل وشرب. تقول عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنه أيضا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجوز للقارئ والمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما، وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه. أقول: عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته القدس وثلث بكم عباد الله حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي السبطين علي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك واحفظ الحجاج وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم تقبل حج الحجاج وتقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.